katika Amka na BBC. Katika Amka na BBC asubuhi hii, Rais wa Marekani Donald Trump ametoa onyo kali kwa muungano wa kujihami wa nchi za Magharibi yani NATO kwamba utakabiliwa na hatari mbaya iwapo hawatasaidia katika juhudi za kufungua mlango bahari wa Hormuz. Kituo kipya cha kuhudumia watoto wachanga huko Kwimba kaskazini magharibi mwa Tanzania kuokoa maisha zaidi ya watoto 1300 kila mwaka. Nilijifungua watoto wawili mapacha ambao walikuwa njiti. Walikuwa na kilo 1.4. Mpaka sasa hivi mtoto wangu anaendelea vizuri. Na matumaini mtoto wangu ataenda vizuri na maisha yake yatakuwa sawa. Na tunaangazia nini kinachozidisha mgogoro mpya Mashariki ya Kati katika vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Sababu kubwa ni kutokuwa na imani baina ya hizi pande mbili. Pande zote mbili wanaona kwamba pande mmoja sio mkweli. Sana upande wa Iran wanayetizama Marekani kama sio wabia wazuri katika meza mazungumzo. Jumatatu Machi 16, lakini kwanza Phyllis Mwate huyu hapa anakusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Phyllis, karibu. Shukran Skola na karibu msikilizaji. Rais wa Marekani Donald Trump ametoa onyo kali kwa muungano wa kujihami wa kijeshi wa NATO, akisema kuwa muungano huo utakabiliwa na athari mbaya sana iwapo wanachama wake watashindwa kusaidia kufungua mlango wa bahari wa Hormuz. Alisema hayo katika mahojiano na gazeti la Financial Times, huku akiongeza shinikizo kwa nchi za Ulaya kujiunga na vita vyake dhidi ya Iran. Trump pia alisema kwamba anaweza kuahirisha ziara yake kwenda China ikiwa China haitasaidia katika juhudi za kufungua njia hiyo ya bahari. Milipuko imeripotiwa katika maeneo mbalimbali ya mji mkuu wa Iran, Tehran, huku moshi ukionekana karibu na uwanja wa ndege. Jeshi la Israel limesema linafanya mashambulizi makubwa dhidi ya Tehran, huku vita hivyo vikiingia siku ya 17. Jeshi la Marekani nalo limesema kwamba uwezo wa kijeshi wa Iran umepungua, lakini Iran imeendelea kufanya mashambulizi ya kulipiza kisasi kwa kutumia ndege zisizo na rubani na makombora dhidi ya washirika wa Marekani kote Mashariki ya Kati. Kiongozi wa upinzani nchini Uganda Bobi Wine amedhibitisha kwa BBC kwamba yeye na familia yake wameondoka nchini humo baada ya kujificha kwa karibu miezi miwili. Alisema ilikuwa wazi kwamba kile alichokiita utawala ulitaka kumuondoa au kumuua. Bobi Wine alipinga matokeo ya uchaguzi wa urais wa Januari ulioshindwa na kiongozi wa muda mrefu wa Uganda Yoweri Museveni. Najua kwamba hata kama niko nje ya Uganda bado siko salama, kwa sababu ninajua ninatafutwa na utawala ambao pia una uwezo kufuatia madui wake wa kisiasa popote pale walipo. Na Israeli imesema kwamba itafungua kwa kiasi kivuko kikuu cha Rafa huko Gaza kinachounganisha ukanda wa Gaza na Misri baada ya kufungwa mwanzoni mwa mgogoro wa sasa na Iran. Kivuko hicho kilifunguliwa tena mwezi wa Februari mwaka huu baada ya kufungwa kwa muda mrefu wakati wa vita vya Israel dhidi ya Hamas huko Gaza, lakini kilifungwa tena mapema mwezi huu kufuatia tathmini ya usalama iliyofanywa na Israel. Hii ni BBC. Muhtasari wa habari za dunia umesomwa kwako na mwenzangu Phyllis Mwate akiwa studio zetu za Nairobi. Unasikiliza Amka na BBC, msikilizaji, kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kwenye FM na redio wa shirika nchini Tanzania. Tusikilize kupitia CJFM Tabora na Bomba FM nyanda za juu kusini mwa taifa hilo. Nchini Kenya Must FM na Mwenedu FM. Uganda Voice of Karamoja na Voice of Muhabura. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Radio Muungano Beni na Lizard Radio. Internet ni katika bbcswahili.com. Matangazo haya pia msikilizaji yanakujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Rambaza tu andika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga na kukaribisha kwa mara nyingine. Rais wa Marekani Donald Trump ametoa onyo kali kwa muungano wa kijeshi wa NATO, akisema kwamba muungano huu utakabiliwa na athari mbaya sana iwapo wanachama wake hawatasaidia katika juhudi za kufungua mlango bahari wa Hormuz. Kauli yake inakuja na ikawa ni shinikizo kwa nchi za Ulaya kujiunga na vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Mamlaka za Iran kwa kiasi kikubwa zimefunga njia hiyo ya bahari ambayo hupitisha sehemu kubwa ya mafuta yote duniani. Phyllis Mwate na maelezo zaidi.
Bei za mafuta katika soko la kimataifa zimepanda hadi dola 106 kwa pipa kufikia Jumapili jioni. Rais Trump alionya kwamba ikiwa hakutakuwa na mwitikio kutoka kwa mataifa mengine, hali hiyo inaweza kuwa mbaya sana kwa mustakabali wa NATO, akisema kwamba Marekani imekuwa mpole sana kwa washirika wake wa Ulaya. Baada ya kutoa maoni yake kuhusu NATO, Donald Trump pia alizungumza na gazeti la Financial Times kuhusu mkutano wake ujao mjini Beijing na rais wa China Xi Jinping. Rais huyo aliambia gazeti hilo kwamba anatarajia China kusaidia kufungua mlango wa bahari wa Hormuz kabla ya mkutano huo. Mkutano huo mjini Beijing umepangwa kufanyika mwishoni mwa mwezi Machi, lakini Trump alisema angependa kuona China ikichukua hatua kabla ya hapo kwa sababu wiki mbili ni muda mrefu sana kusubiri. Kauli za Trump zimekuja siku moja tu baada ya kutoa wito kwa China, Ufaransa, Japan, Korea Kusini na Uingereza kuungana katika juhudi za pamoja za kufungua tena mlango wa bahari wa Hormuz. Hayo yakijiri, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema kuwa Iran haijawahi kuomba kusitishwa kwa vita wala hata kuomba mazungumzo na Marekani. No, we never asked for a ceasefire. We have never asked even for negotiation. Hii inafuata kauli ya awali ya Donald Trump aliyedai kwamba Iran ilitaka kufanya mazungumzo, lakini yeye hakuwa tayari kuyakubali kwa sababu masharti yake hayatekelezeki. Vilevile waziri wa mambo ya nje wa India Subramanian Jaishankar amesema kwamba mazungumzo ya moja kwa moja na Iran yamesaidia kuwezesha meli za India kupita katika mlango wa bahari wa Hormuz. India huagiza kutoka nje takriban 60% ya gesi ya kupikia inayotumiwa manyumbani, ambapo karibu 90% ya gesi hiyo hutoka kwa wazalishaji wa Guba kama vile Saudi Arabia. Sehemu kubwa ya mafuta hayo husafirishwa kupitia mlango huo wa bahari wa Hormuz. Naam, ni Phyllis Mwate. Kiongozi wa upinzani nchini Uganda Bobi Wine ameambia BBC kwamba aliondoka nchini humo baada ya uchaguzi wa Januari kwa sababu aliogopa kuuawa. Akizungumza na kipindi cha News Hour kutoka eneo lisilojulikana baada ya kujificha kwa miezi miwili, anasema kwamba ilikuwa ni wazi kwa utawala ulitaka kumuondoa kabisa. Zaidi na Sambatenzi. Mwanamuziki huyo aliyegeuka kuwa mwanasiasa hapo awali alitangaza kuwa ameikimbia nchi kupitia video aliyochapisha kwenye mtandao wa X. Katika video hiyo alirudia madai yake kuwa uchaguzi huo ulikumbwa na udanganyifu ili kumpendelea rais wa Uganda Yoweri Museveni ambaye amekuwa madarakani tangu mwaka 1986. Museveni mwenye umri wa miaka 81 alishinda kwa 72% ya kura na alishutumu kambi ya upinzani kwa kujaribu kubatilisha matokeo ya uchaguzi kupitia vurugu. Wine mwenye umri wa miaka 44 ambaye jina lake halisi ni Robert Kyagulanyi Ssentamu aliambia BBC kuwa katika kipindi cha miezi miwili alichojificha alikuwa akisaidiwa na wafuasi wake. Alisema Museveni amejaribu mara nyingi kumuua na kwamba mwana wa rais ameweka wazi zaidi vitisho hivyo. Mwana wa Museveni, Muhoozi Kainerugaba, ambaye ni mkuu wa jeshi la Uganda, aliandika kuwa Wine anatafutwa akiwa hai au akiwa amekufa bila kumtuhumu kwa kosa lolote maalum, na pia alitoa tishio la kumuhasi. Ujumbe huo baadaye ulifutwa kutoka kwenye akaunti yake ya X. Wakati huo huo, baadhi ya maafisa wa serikali wamekanusha kuwa vikosi vya usalama vilikuwa vinamtafuta. BBC imewaomba polisi kutoa maoni yao kuhusu swala hilo. Wine alisema hawezi kutoa maelezo kuhusu jinsi au lini alivyotoka Uganda kwa hofu ya kuwaweka hatarini watu waliomsaidia. Wine pia alisema familia yake iliondoka nchini muda mrefu kabla yake, lakini alieleza wasiwasi kuhusu wanachama wa chama chake cha National Unity Platform waliobaki Uganda, akiwemo naibu wake Lina Zedriga ambaye amemteua kwa kiongozi wa muda. Kiongozi huyo wa upinzani pia alieleza kuwa anatamani kurudi Uganda, akisema kuondoka kwake ni kwa muda mfupi tu. Naam, ni taarifa yake Sambatenzi. Katika wilaya ya Kwimba mkoani Mwanza, Tanzania, familia zenye watoto waliozaliwa kabla ya wakati kwa muda mrefu zimekuwa zikilazimika kusafiri karibu kilomita 100 kupita barabara mbovu ili tu kupata huduma maalum za matibabu, ucheleweshaji ambao pia